ukisema neno mbele zake Mungu, uje haraka ili utimize. Kuna hatari kubwa ya kutokutimiza nadhiri. Tukumbuke Anania na mkewe Safira, walitoa nadhiri mbele zake Mungu, wakashindwa timiza, wakasema uongo, mwishowe wote wakafariki. Wakashindwa timiza, wakasema uongo, mwishowe wote wakafariki. Maneno mengi umekiri kinywani mwako, papa, mama, kaka, dada yangu. Kutimiza imekuwa vigumu kwako, hiyo ni makaa ya moto kichwani mwako. Nafasi moja ufikirie, je, ambayo imenipata leo, magumu ambayo napitia inatokana na nini? Si kwa sababu ya nadhiri ambayo nilipana kwake Mungu wa mbinguni, bado sijaitimiza. Timiza nadhiri hiyo, ondoa laana, jipatanishe na Mungu Baba ili akutende mema. Njoo haraka kama Yefuta, timiza ahadi nadhiri uliyopana kwa Mungu. Kuna hatari kubwa katika kusema uongo. Kuna hatari kubwa ya kutokutimiza nadhiri. Kuna hatari kubwa ya kutokutimiza nadhiri. Ukisema neno mbele zake Mungu, uje haraka ili utimize. Ukisema neno mbele zake Mungu, uje haraka ili utimize. Kuna hatari kubwa ya kutokutimiza nadhiri. Mama, kumbuka wakati ulikuwa mjamzito, uliambia Mungu, ukanifungua kwa salama, nitakutolea sadaka shukurani, hata na mbuzi nitakupatia. Je, umetimiza ahadi ile? Kuna hatari kubwa ya kutokutimiza nadhiri. Kaka, dada, kumbuka wakati ulikuwa kwenye shule ukisoma, uliambia Mungu, ukanipa diplome, ukanipatia grade na lisansi, ndakutumikia maisha yangu yote. Je, ungali namtumikia Mungu kwa kweli na kwa haki? Ya kutokutimiza nadhiri. Baba, kumbuka wakati ulikuwa ndani ya shomaji, ulimwambia Mungu, Mungu wa mbinguni, ukanipa kazi, mshahara wangu ya kwanza nitakutolea. Je, umetimiza ile nadhiri? Kuna hatari kubwa ya kutokutimiza nadhiri. Dada, kumbuka wakati ulikuwa ungali kijana, ulizunguka kwenye vyumba vya maombi ukiomba ukisema, Mungu wa mbinguni, ukanipa mume mzuri, nitakutumikia maisha yangu yote. Je, ungali natumikia Mungu? Kuna hatari kubwa ya kutokutimiza nadhiri.